Day 2 News. We enlighten the dark side. Ukimya wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe utaisha lini? Ni maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa miongoni mwa wanachadema na wapenda demokrasia na wale ambao walikuwa wanaamini katika siasa za upinzani ama bado pia wanaamini katika siasa za upinzani. Ukimya wa Freeman Mbowe hadi lini? Katika siasa, heshima ya kihistoria si kinga dhidi ya tasmini ya sasa. Freeman Mbowe, ambaye kwa miaka mingi aliinuliwa kama nembo ya mapambano ya kidemokrasia nchini Tanzania, leo anakumbana na maswali yanayohitaji majibu ya dhati kuhusu nafasi yake katika harakati za mabadiliko ya kweli. Ukimya wake tangu kushindwa katika uchaguzi wa ndani wa Chadema bado unazua gumzo miongoni mwa wapenda mabadiliko nchini. Wengi wakihoji, yuko wapi Freeman Mbowe na ni lini atarudi tena katika harakati? Mnamo Januari 2025, baada ya kushindwa katika uchaguzi wa wenyekiti wa taifa wa Chadema dhidi ya Tundu Lissu, Mbowe alimpongeza mshindi kwa maneno mazito ya busara, akihimiza mshikamano na kuonyesha ukomavu wa kisiasa. Hata hivyo, matendo yake ya baadaye hayajaendana na maneno aliyoyatamka. Ni maneno yapi hasa aliyoyatamka Freeman Mbowe siku hiyo? Karibu fahamu. Kwa namna ambavyo wagombea mbalimbali na washabiki walivyojinasibu katika kujenga kampeni za uchaguzi huu, zimekiachia chama chetu majeraha makubwa. Na hili ni jambo wanachadema tusipolikubali na kulikiri, tutaumiza brandi ya chama chetu ambayo tunapaswa wote kuiponya. Ni kwa maana hiyo basi nilisema na ninasema tena, tumemaliza uchaguzi Mungu na tumewapata viongozi, kwamba uchaguzi huu umeacha majeraha mengi ndani mwetu. Ushauri wangu kwa viongozi wangu mnaoingia madarakani, kakiponyeni chama chetu. Mimi niliahidi ningeshinda, tume ya ukweli na upatanishi, watu wakazungumze yaliyojiri kwenye pale watu waliokoseana adabu, walipovunja nidhamu, walipokosa maadili, walipokibangaza chama chetu, wakasameane, wapeane mikono ili Chadema yetu ikawe stronger zaidi. Kwa hiyo ushauri wangu wa kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti na timu yako, na waasa sasa kama baba wa sina hakika ni waase ama ni waagize. Kama mnaniheshimu kama mtu ambaye mnatambua kazi niliyofanya kwenye chama hiki, na waagiza. Haraka undeni tume ya ukweli na upatanishi, katibuni majeraha ili muweze kujenga umoja. Nilisema jana na narudia leo, ushindi wa yeyote katika chama hiki ni ushindi wa chama. Asitoke mmoja wenu akatawaliwa na kiburi cha ushindi. Oneni ulazima tena wa haraka wa kutibu majeraha, healing the wounds of the electoral process that we had to go through. Hapa kuna watu wamebeka mioyo, sio kwamba hawakubali matokeo, tunakubali matokeo, lakini tunakubaliana, tumekanyagana kusikokuwa kwa lazima. Hilo jambo kalirekebisheni ili sura, taswira ya chama chetu ikaendelee kuwa bora zaidi, sio tu kwa wanachama kwetu,
hata ninyi katika uongozi wenu mkafanye uongozi wenye furaha, wenye amani na watu wengine, usiokuwa na visasi. Kumbuke salamu yetu ya no hate, no fear. Jambo la pili ambalo nawaagiza wote, mnatambua kwamba tumetengeneza katiba nzuri sana kwenye chama chetu ambayo inagusa maeneo mengi ya msingi. Tembeeni katika katiba ya chama, msitembee kwenye mapenzi yenu binafsi ama hisia zenu binafsi. Tembeeni kwenye katiba ya chama chetu. Wakati wote kijengeni chama hiki kwa kupitia katiba. Pale ambako mnafikiri kwenye katiba kuna upungufu, shirikisheni wengine, fuateni taratibu za kistaarabu za kidemokrasia, rekebisheni katiba, jengeni taasisi. Kwa leo yananitosha. Nishukuru sana familia yangu kwa namna ambavyo kwa muda wote wa utumishi wa chama hiki kwa kweli walinivumilia sana. Hata leo matokeo yalipotoka, mtu wa kwanza kunipigia simu alikuwa binti yangu. Baadaye akanipigia mama yake. Nikaongea nao, nikampa Lissu simu, akazungumza na mke wangu. Kwa sababu historically sisi ni familia, ni marafiki wa kifamilia. Mama akashukuru, akaambia maliza haraka baba, njoo nyumbani nikupikie supu. Wanachadema wenzangu, kakiendelezeni hiki chama pale tulikoishia sisi. Na waomba wanachadema wote, viongozi wote wa makundi yote, wasaidieni viongozi hawa, kwa sababu wanachokiongoza sio mali yao, wanaongoza taasisi ambayo wote sisi ni wadau na Watanzania wote ni wadau. Basi tushikamane ili chama hiki kikawe na kesho iliyokuwa bora zaidi. Mimi mnajua ni mfanya biashara, na nashukuru likizo ambayo nimepewa ya kibiashara, lakini nashukuru hii likizo ya lazima nimepewa kupitia kitu nilichokijenga mwenyewe. Wakati mnyukano umepamba moto, wako watu wananiambia, Mheshimiwa Mbowe, toka tutakuadhiri. Nikasema nitafia kwenye demokrasia. Kwa hiyo nashukuru demokrasia niliyoijenga imesema, na tutahitaji demokrasia iendelee kusema kwa wengine wengi katika chama hiki, na hata wengine wajifunze kwenye chama hiki. Because ngojeni nikapige mzigo, nitafute mafekeche. Unajua mafekeche? Nikatafute fedha, kwa sababu tukifanya biashara sawa tunatengeneza nini? Uchumi. Ninyi jengeni siasa, tutaendelea kusaidiana, tutaendelea kushauriana. Wote lengo letu la kuijenga demokrasia katika nchi hii haliwezi kufifishwa na uchaguzi. Nashukuru tumeonyesha demokrasia kwa vitendo. Naondoka nikiwa na roho nyeupe sana. Naondoka nikiwa very proud ya kazi niliyoifanya kwa zaidi ya miaka 30. Mungu wabariki sana, na watakia viongozi wote yote yaliyo mema. Asanteni sana, tutaonana mbele ya safari ya japo majali wa safari. Tangu wakati huo Mbowe hajajitokeza hadharani hata mara moja kushiriki au kuonyesha mshikamano na Lissu anayekabiliwa na mashtaka mazito ya kisiasa. Wapo wanaotafsiri ukimya huu kama uhuru wa binafsi wa kutofautiana au kupumzika kisiasa. Hata hivyo, kwa kiongozi wa ngazi ya juu ndani ya chama kikuu cha upinzani,
Kutokuwapo kwa kauli ya wazi katika wakati mgumu kama huu kunazua maswali ya msingi kuhusu wajibu wa uongozi wa kisiasa. Katika mazingira haya, hata kushiriki kwake katika shughuli za serikali au kuonekana karibu na viongozi wa serikali ya CCM kumekuwa kukionekana na baadhi ya watu kama ishara ya kujitenga polepole na msimamo wa kisiasa wa chama chake. Iwe ni juhudi za kuhimiza maridhiano au uamuzi wa binafsi, athari kwa taswira ya chama na harakati za upinzani ni kubwa. Zaidi ya hayo, Mbowe bado ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu ya Chadema, chombo chenye dhamana ya kutoa mwelekeo wa kisiasa wa chama. Hii inazua hoja pana zaidi. Je, wanachama wa mtu kwenye chombo hicho cha juu ambaye hana hata ushiriki wa wazi au mchango wa kisiasa unaoendana na misingi ya harakati unaendelea kuwa na uhalali wa kisiasa na kimaadili? Wakati huu ambapo taifa linakabiliwa na changamoto za kisiasa na kiu ya mabadiliko inaongezeka, siasa za ukimya zinaweza kuwa mzigo katika mazingira ya mfumo mgumu wa vyama vingi. Ukimya wa viongozi waliokuwa mstari wa mbele unaweza kuathiri morali ya wafuasi na kuharibu mshikamano wa ndani ya chama. Ni muhimu kutofautisha kati ya uhuru wa mtu binafsi na wajibu wa hadhara wa kisiasa. Wakati haki ya kimya ni halali kikatiba, wajibu wa kisiasa huambatana na uongozi wa dhamira, uwazi na uwajibikaji. Mbowe kama mwanasiasa mwenye historia kubwa analo jukumu la kuweka wazi msimamo wake kwa njia ambayo haitoi taswira ya mkanganyiko au usaliti wa kimya. Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba si kumhukumu Mbowe kama mtu, bali kuhoji nafasi ya kimkakati ya uongozi wa aina hii katika harakati za mabadiliko. Chadema na Watanzania wanaoamini katika demokrasia wana kila sababu ya kuanzisha mjadala huu kwa uangalifu wa busara na ujasiri. Makala hii imeandikwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa John Kitoka na kuhaririwa na mtandao wa habari wa Day2 News. Day2 News. We enlighten the dark side.